Murioki watakataka nini niko ndani ya serikali mahali mtapata maji. Au no wale. Nagadoe. Mwishiria kudade teka iboro kumuno. William Ruto na Uhuru ni mola fimbo fimbo na masati. Osio mwishiria maguta gai. Osio. Huyo ndio mwagiro mafuta na Mungu. Na niseme hapa nikiwa huku Motireni. Na Kenya mzima isikie. Wale wa Kristo wenzangu wanajua ile roho ya mtu alikuwa anaitwa Absalom, ile kijana Daudi. Bila alikuwa ananunua wale watu tunaita makuhani. Anawaleta karibu na kuwaweka vizuri, kuwatendekeza, kuwabembeleza, ndio wamumwagie mafuta atangaze yeye ndiye mfalme. Lakini Mungu alikuwa na mpango mwingine. Mimi nazidi kuambia wale watu tulikuwa na wao tangatanga. Uhuru muachane na yeye. Kama uko na shida na yeye, sisi tunampenda vile alivyo, ni mtoto wetu, na pili yeye ndiye amemwagiliwa mafuta na Bwana. Na huyo ndio tutakuwa kwa debe 2017. Ya pili, Mungu kama aliponya nchi ya Israeli. Nani huyo anaambia Wakikuyu ati Raila ndiye sura ya shetani pepo nyeusi? Ati ukisikia Raila wakashindwe. Na unasoma Biblia ile Mjaluo anasoma, Mukisia anasoma, Baluya anasoma, Mufea ile misa anatoa hapa ndio inatolewa kule Kisumu. Sisi tunataka hiyo unafiki kikwishe. Lakini waache isikuwe wewe ndio umeshika kitabu ya hukumu. Unaita wengine wachawi, unaita wengine waganga, unaita wengine convent, na hata wewe sura yako itasomwa na chapter yako itasomwa kwa matendo yako mabaya. So mimi nimerudi nyumbani. Tuko na nyinyi ama mko nje? Hapo nionyesheni kwa mikono hivi nione. Kwa sababu baraka iko mahali ile kwa kichwa iko. Na hapo ndio uhuru. Tunasema uhuru ni rais. Uhuru ni na baba ni baba. Na mama ni simba. Hata nirudie hiyo Yesu basikie. Kaibala. Ndio kama hapa kanini. Watu wakuruma uhuru. Sisi tulijiingiza tu kwa siasa. Unajua baba yetu alikuwa busy, akatuachia baba mdogo. Sasa baba mdogo ametuonyesha baba yenu ni mlevi, baba yenu hawapendi, hatakangi kuona nyinyi. Kumbe mimi sikuwa anajua, ninapangwa na Absalom ndio amwagiliwe mafuta. Lakini mimi naona ni kama bingu imekataa. Mungu kwanza anataka aponye hii nchi before 2022. Na kama Mungu hii muda yote Raila amekuwa akitafuta kiti amekosa. Na sasa amesalimiana na Uhuru anamwambia, my brother, si ati lazima nikuwe rais. Naomba tu tufanye kitu moja baba yangu Jaramogi Oginga hakufanya na mzee Jomo Kenyatta hakufundisha. Kuondoa ukabila katika taifa la Kenya. Ukabila uliletwa na mzungu wakati mbeberu alitoka katika hii nchi yetu ya zamani. Wakati mlianza kupigania mashamba na ulize huyu shosho anajua. Akaanza kusema hii ni Mlima Kenya, huku ni kwa Wakikuyu, hii ni white settler, hawa wanapewa shamba bure na hawa wengine waingie kwa society waanze kununua. Ukabila ilianza hapo. Ndani ya Ukristo hakuna ukabila. Ndani ya Uislamu hakuna ukabila. Na katika dini yoyote iko ndani ya hii Kenya hakuna ukabila. Kenyans must mature up. And we must come and criticize leaders on the basis of their capacity and their development track record, but not on the basis of their impact. Dedaliama. Takiletimuo. Hebu teto isike, wazee muache kutusaidia kupigana siasa ya ukabila. Na wamama wamekataa. Hiyo ndio inaleta nchi na hii nchi fedheha na inaletea hii nchi laana. Na sababu president anakuja kule na nyuki kufungua reli. Iko title deeds za watu wako kule ambazo atakuwa akileta. Mimi nikirudi parliament next week nitaongea maneno ya hii damu. Na hii damu nafurahi kwa sababu miaka 3 tangu nilipokuwa hapa katika mwaka wa 2018 hii mradi was told ama ilifungika ikatupanishwa. Lakini ile siku nilikuja hapa na nikasimama kwa bunge nikauliza swali. Contractor alitumwa na serikali hapa mara moja, tukaongea na yeye na akasema mama hii mradi na ikamilisha na nikuite. Nashukuru sana Murioki, nashukuru sana mama Wanjiro, na nashukuru sana Robert, John Chairman,
kwa sababu umepatia hao watu mwelekeo. Dini yangu ni machache. Dam naona imeinama. Vile mmenieleza, ile dam kule kumejaa maji, hapa maji inakaa ni kama ni kidogo. Hii dam contractor iweke level with immediate effect kwa sababu mlilipa na pesa yenu ya ushuru. Pili,